Unakuja kupanga nini? Asira mingi. Bwana, hii kiti si ya mtu, umeshindwa. Unakuja kutuambia hapa sijui maneno ya one term. Wewe si utuambie maneno ya half term. Wewe ni half term, unaambia watu wako at one term na wewe ni half term. Unatuambia one term na yako ni half term. You could not even convince 5 MPs wa kupigie kura. 5. Unakuja kutuambia hapa yenye kwenda. Tu kikeribono. Erebi yako sere bobe. Yaani komeke segi unapanga sisi kama jamii ya Mkisii tunataka amani. Because we are spread all over. Tuko hapa Migori, tuko Nyanza mzima, tuko Rift Valley, tuko Central. Ukianza kutuomea maneno ya vita. Ukienda Thika kuna Kisii ndogo. Ukienda Uasin Gishu kuna Keroka village. Ukienda hapa Kisumu Nyamasaria ni sisi. Honestly, ukienda Nyahururu kuna Kisii ndogo. Ukienda Nanyuki wa Kisii wamejaa. Alafu tuambie 2027 kutakuwa na vita. Sasa hata mkikasirika na sisi kidogo Kenya tunachaguliwa Minnesota. Wewe. Alafu unakuja kutuambia 2027 watoto wetu wakiwa nje. Shindwe sana. Shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Hakutakuwa na vita 2027 kwa sababu wananchi wakiona kama hapa South Mugirango. Wananchi wakiona tao imekuwa lami, wanajua kiongozi wao. Wanajua ni nani watapigia. Wakiona market imeisha, wanajua ni nani wanapigia. Wakiona stadium imejengwa, wanajua ni nani wanapigia. Sasa vita itatokea wapi? Na watu wanajua nani wanapigia. Wacha kutusumbua mheshimiwa wewe, hata sijui kama wewe ni mheshimiwa. Alafu unaenda unaambia watu kwa redio hakikisia kwamba wabunge wa Kisii sijui wako namna gani, wamekataa kufuata sijui nini. Na wewe kwako hakuna mbunge, hata mbunge wako hakufuati. Hata mmoja hakufuati. Wabunge 60 uko na senators wawili. Unakuja kututishia hapa Kisii. Na hujui hata Kisii ni wapi. Unazoea tu kijiji moja. Wa Munyoro. Ati sisi, nyenye cheche sisi kwenda kabisa. Wacha hiyo propaganda ambayo ilikuwa inaenea hapa Gusii mzima. Sisi tunataka kufanya kazi na serikali. Kama kuna area watu wakukaribishi na wakaribishi rais, South Mugirango sisi tunamtaka. Kama kuna area watu hawataki barabara, wanataka jina, South Mugirango sisi tunataka. Kama kuna area watu hawataki stima, ni sawa. Hii miaka sisi tunataka maendeleo hapa kwetu. Ile maneno nilisikia mmoja alikuwa anasema kwa redio. Kuna kiongozi mmoja alisema juzi kwa redio ya Kisii. Ati anasema nataka nione kama watu kama akina Osoro wataenda aje ground waongee. Ati akawaambia wakikuja ground muwafukuze na mawe. Wewe bwana Kashiedha, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hii ni wapi hii unasema? Unakuja kutishia mimi, unashindwa kutishia watu kule kwenu, unakuja kutishia mimi hapa Kisii. Bwana, akili yako inafanya kazi wewe bwana. Hii ndio Kisii South Mugirango. Na tumekanyaga kwa kazi ya maendeleo. Hebu nionyeshe akina nani wanapenda Silvana Osoro, nionyeshe kwa mshara ya mkono. Mimi nilikuwa kwa kamati ya bunge ambayo inaitwa public petition. Nilitembea hii Kisii kwa sababu kuna wale waathiriwa wa post election violence ya mwaka 2017. Niliona vitu ambavyo sijaiona na macho yangu. Niliona watu kutoka hapa Kisii ambao hawana mikono, walikatwa mikono yao Naivasha. Niliona watu ambao wazee wanalia hawajui watoto wao walitupwa wapi. Mzee mmoja Mkisii akaniambia, Bwire, tulikuwa tunachinjwa kama kuku. Leo nikisikia kiongozi ambaye alikuwa naibu wa rais anasimama mbele ya TV anasema eti yale ambayo yalifanyika mwaka 2007 ilikuwa ni kama Christmas, eti mwaka 2027 watafanya mara 10 ya hiyo. Ninamwambia jamani, mbashindwe jamani. Hebu mwambieni huyo Mkabila ashindwe, watu wa Kisii. Kwani mnamuogopa? Mnamuogopa? Mwambieni ashindwe katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatakufa tena. Wazazi wetu hawatakufa tena. Kenya itasimama, itakuwa moja. Na mimi mkiniona hapa hivi,
Naongeaga kama mtumishi, lakini mimi ni Mkatoliki. Nimezaliwa na Mkatoliki, nikabatizwa Katoliki, na nimelelewa Katoliki, na nimefunga ndoa Katoliki. Mimi nataka nimwambie bishops wetu, mabishops wa Katoliki, wakati SHA ilikuwa haifanyi walitoka wakatuambia kwamba SHA haifanyi. Wakati kulikuwa kuna matatizo na Gen Z walitoka. Wako wapi sasa saa hizi? Watoke wamkemee Mkabila ambaye anasema mwaka 2027 kutakuwa na vita na watu watauawa. Ako wapi jamani ndugu bishops wetu wa Katoliki waseme hayo? Kuja hapa tuweze kuhubiri habari njema ya serikali ya Kenya Kwanza. And we have not only come here to tell you the administration of Kenya Kwanza is working, but it also has a proper leadership in the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Mtu ambaye ni ndume kamili, ndume ambaye iko na mbegu ambaye kisimama barabara ya Ekona hadi hapa Etago inakamilika. Ndume ambaye kisimama unasikia soko 21 inajengwa Kisii. Ndume ambaye kisimama munasikia waziri wa education ako hapa Kisii. Ndume ambaye kisimama anajua ya kwamba we must empower women and persons living with disabilities pamoja na vijana. Huyu anatosha atoshi? So mimi nataka niseme hivi. Nataka niseme kwa heshima. Tunaomba kwa heshima. Itakuwa hatari kwetu, kwa nchi yetu, tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojea tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa tulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa campaign there is no problem, itafika. Mimi nitafika hapa, sitakuwa na hii blazer, hii koti. Nitakuwa na t-shirt na kofia kwa sababu ni wakati ya campaign. Si namna hiyo? Lakini kwa sasa tunaomba kwa heshima tuweke mambo ya wananchi mbele, tushughulikie uchumi wetu, tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki yao, lakini tusihujumu umoja na udhabiti wa taifa letu la Kenya. We are one country, one people, and Kenya is our home. Ule ako na maoni tofauti atoe, aseme akubaliini na hii program ama ile, lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini. Nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake, ati kwa sababu ya dini. We will protect the security, stability and the unity of Kenya at all costs. Hii mambo ya tofauti ya siasa hiyo ni sawa sawa. We have no problem. Hata wale wanaunda vyama ni sawa. We have no problem. But please, I beg you, fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people, wherever they are, is our first and most important duty as a generation. Watu wa Kisii ni wanabiashara, wako Nairobi, wako kila mahali, hata ng'ambo. Hautaki kuchochea wananchi hapa kwa sababu hapa wale wengi ni wa Kisii, lakini kuna Wakisii wengi wanaishi mahali pengine ambao ni wachache. Wanaishi na jamii zingine. Usalama wao, umoja wao na zile jamii wanaishi kwao pia ni muhimu. Vile wale wako hapo wako na amani, tuwe na amani kila mahali. Gachagua alikunywa bangi akasema 2027 election kutakuwa na vita. Hiyo bangi anavuta, avute kutoka chini. Namna hiyo. Awacha ujinga. Asante, thank you. Ya mwisho. Hiyo ni bangi. Alivuta. Asante, asante. Ule aliyekuwa deputy president siku moja amewahi kufika hapa kwa Osoro. Amechenga hata toilet. Amekuja kwa kikundi ya kina mama.
Nyinyi mnawaambia yeye shetani afanye namna gani? Na atashindwa siku zote. Sasa nikiita kiongozi mwingine aje azungumuze na anaweka yake. Sio ndio maneno ya viongozi? Si ndio kujenga mashinani ndio bora? Ama nyinyi mnasema namna gani? Tukae Nairobi ama tukuje mashinani? Tukae Nairobi tukuje mashinani. Wanasema ati sisi tukipata kitu twende mahoteli kubwa kubwa. Nyinyi mnawaambia namna gani? Very good. Wanasema na mnaona wamepeleka tabia mbaya Tanzania. Sisi tunataka kuheshimu majirani nchi zetu za nje. Nyinyi wa Kenya hapa kutoka South Mugirango, hao watu ambao wako na bad manners wafungwe wasifungwe? Wamehamia Tanzania kwa sababu wameokopa kushindana na Mheshimiwa William Ruto. Mnaona wameenda huko kushindana na Suluhu. Tunawaambia wakuje hapa South Mugirango wause sera, wasiuse ukabila. Nyinyi mnasema hivyo ama sio hivyo? Hebu tuweke mkono tuangalie ishara ya pamoja Kenya.